Ngugi wa Thiong'o, kalamu ya mapambano mpaka umauti. Ngugi wa Thiong'o, mwandishi mashuhuri wa fasihi ya Kiafrika na mtetezi wa lugha za Kiafrika, alifariki dunia tarehe 28 Mei 2025 akiwa na umri wa miaka 87. Alifariki katika mji wa Beaufort, Georgia, Marekani, baada ya maisha ya miongo kadhaa ya uandishi, harakati na mafundisho yaliyoathiri kizazi baada ya kizazi kote barani Afrika na duniani. Alizaliwa mwaka 1938 katika kijiji cha Kamirithu, eneo la Limuru, wakati Kenya ikiwa chini ya ukoloni wa Uingereza. Wakati wa ujana wake aliushuhudia mzozo wa Mau Mau, harakati zilizolenga kuikomboa nchi kutoka kwa wakoloni. Tukio hilo lilimfungua macho na kuwa msingi wa kazi nyingi za baadaye alizoandika, akilenga kuchunguza mateso ya watu wa kawaida na usaliti wa viongozi wa Kiafrika waliokuja baada ya uhuru. Kupitia vitabu kama Weep Not, Child, The River Between na A Grain of Wheat, Ngugi alielezea historia ya Kenya kwa njia fasihi. Alichora taswira za matumaini, huzuni na usaliti ulioandamana na harakati za ukombozi. Baada ya uhuru, badala ya kupata haki na maendeleo, wananchi walikumbana na tabaka jipya la watawala waliogeuka kuwa umanyang'ao wa ndani. Hapa ndipo Ngugi alipochukua msimamo mkali wa kuukemea uongozi mbaya kupitia kalamu yake. Katika riwaya yake maarufu Petals of Blood ya 1977, Ngugi aliwakashifu waziwazi viongozi wa baada ya uhuru waliokuwa wakijitajirisha kwa jasho la wanyonge. Alifichua unafiki wa mfumo wa elimu, siasa chafu na ubinafsi wa watawala waliogeuza uhuru kuwa mali ya kibinafsi. Kwa sababu ya riwaya hiyo, alikamatwa na kufungwa gerezani kwa mwaka mmoja bila mashtaka rasmi, ishara kwamba kalamu yake ilikuwa na makali yaliyowaumiza wenye mamlaka. Wakati akiwa gerezani, aliandika riwaya yake Devil on the Cross kwa kutumia karatasi za chooni, riwaya ya kwanza ya kisasa kuandikwa kwa lugha ya Kikuyu. Kwa kufanya hivyo, alichukua msimamo wa kipekee wa kuachana na Kiingereza kama lugha ya uandishi, akiamini kuwa lugha za Kiafrika zina nafasi na uwezo wa kubeba fikra, hisia na mapambano ya watu wao. Katika Mtigari, Ngugi alimtumia mhusika wa kubuni, mwanamapambano aliyevunjika moyo, kuonyesha jinsi nchi ilivyotekwa na wanasiasa walafi na mabepari wa ndani na nje. Kitabu hicho kilipigwa marufuku mara moja nchini Kenya kwa hofu kuwa Mtigari alikuwa mtu halisi aliyeleta msisimko wa kisiasa. Kwa mara nyingine, mamlaka ziliogopa nguvu ya fasihi. Makala yake ya kihistoria Decolonizing the Mind ya mwaka 1986 iliwasha moto wa fikra kote barani Afrika. Alitoa mwito wa wazi kwa Waafrika kuandika, kufundisha na kufikiri kwa lugha zao za asili, akisema kuwa fikra za ukoloni haziwezi kupingwa kikamilifu kwa kutumia lugha za kikoloni. Aliamini kuwa ukombozi wa kweli ni wa kiakili na kiutamaduni kabla ya kuwa wa kisiasa. Kifo cha Ngugi wa Thiong'o si tu kuondoka kwa mtu binafsi, bali ni kupoteza kwa enzi ya waandishi walioitazama bara la Afrika kwa jicho la ndani, wakaona jeraha la ukoloni na wakaamua kulitibu kwa maandishi. Urithi wake unaendelea kuishi si tu katika vitabu vyake, bali pia katika mamilioni ya vijana waliochochewa kufikiri kwa uhuru, kuhoji mamlaka na kukumbatia lugha na tamaduni zao. Katika maisha yake, Ngugi aliteseka. Alifukuzwa kazi na kufundisha katika chuo kikuu cha Nairobi, akazuiliwa kwa mwaka mzima bila kesi, akalazimika kuishi uhamishoni kwa miongo kadhaa. Katika maisha yake, Ngugi aliteseka. Alifukuzwa kazi ya kufundisha katika chuo kikuu cha Nairobi, akazuiliwa kwa mwaka mzima bila kesi, akalazimika kuishi uhamishoni kwa miongo kadhaa, na hata mwaka 2004 alishambuliwa akiwa nyumbani kwake Marekani kwa sababu ya msimamo wake thabiti. Hata hivyo, haikuwahi kumvunja moyo,
Alibaki kuwa mti uliosimama katikati ya upepo, na kwa kila neno aliloandika alipanda mbegu ya mabadiliko. Aliamini kuwa fasihi na uwezo wa kuhamasisha, kuponya na kuongoza jamii. Si ajabu kwamba katika sehemu nyingi duniani vitabu vyake vinafundishwa katika vyuo vikuu na maandishi yake yanajadiliwa kama msingi ya fasihi ya Afrika. Wanafunzi wengi walimpokea si kama profesa tu, bali kama mlezi wa fikra na ujasiri. Leo tukiomboleza kifo chake, hatumlilii kwa huzuni pekee, bali kwa fahari kuwa Kenya na Afrika kwa upana zaidi ilizaa mwanamapinduzi wa kalamu, mtu aliyejiridhisha kuwa ukombozi wa kweli huanzia ndani ya fikra, na kwamba lugha, hata ile inayodharauliwa mitaani, inaweza kuwa daraja la ukombozi. Ngugi wa Thiong'o ameondoka akiwa amebeba hadhi ya shujaa wa fikra, mlinzi wa lugha na msema kweli wa zama nyingi. Atakumbukwa si tu kwa alichokiandika, bali vile alivyoamini kwa moyo mzima kwamba haki huandikwa kwa ujasiri na ukombozi huletwa na watu waliokataa kunyamaza. Mimi ni Agadias Ikoha.